Na kuna wakati niliuliza mtu akitolewa, mtu akienda kwa wazazi apewe msichana wa wenyewe, abiwe enda ufanye harusi, akuje aobewe waoane, na huyu mtu mwingine apite mlango wa nyuma aende atoe ibada kwa huyo msichana. Huyo mke si wa huyu walifanya harusi naye, huyu mke ni wa wenyewe. Kwa nini wewe ulipo wale wazazi wako hapa wamepeleka mali, kwa nini walipeleka buzi? Kwa nini walipeleka buzi? Na Yesu alisulubiwa kwa msalaba ndio ibada ifanyike, apewe huyo msichana. Kwanza usikuwe mtu wa kuchanganyikiwa, usikuwe unajiconfuse. Ibada lazima. Wale watu wanasemaga kwamba damu ililipa msalabani. Niliongea na mtu mmoja na ako na mali, akanielezea kuna kitu inaitagwa connected. Wakati Yesu alisulubiwa msalabani, kuna mahali anasemaga Eloi Eloi, tuko hii msimu wa Lent mpaka mwezi wa Easter. Sasa kuna watu wanafunga. Wakati Yesu alisulubiwa msalabani, anasemaga Eloi Eloi lama sabakithani, ni kwa nini Mungu wangu unaniwacha? Maana Mungu alitoka ndani yake akamwacha akiwa Yesu mwenyewe. Baadaye wakapatana kule kaburini, akamfufua. Sasa kuna mtu niliongea naye, spirit ya wale watu wanaitisha hiyo mali ikawa imeingia mtoto wake. Nikamwambia huyu ni babu yake anaongea. Mbona mko na mali na mkupelekea babu, hamkupeleka zile mali zinafaa kupelekwa za kununua msichana? Akasema ilimalizika msalabani. Siangalie jirani umuulize imani yake ni gani. Muulize kwani mumeamini aje? Bwana asifiwe. Hii inanga sauti kama hamjapeleka, kama baba yenu hakupelekea mama yenu mali, mjipange muende muoe mama, ununue mama yenu. Kama baba yenu hakupeleka mali na alikuzaa, mjipange mpelekee mama mali. Na muulizie kwa anko, kama baba ako uhai, muende kwake muongee na baba. Umuulizie. Kama baba hayuko, muulizie mama. Kama mama wazazi hawako, muulizie anko ni nini ilibaki. Bwana asifiwe. Na hii inaanga amen. Hii hata ukisita hapa, unajua kuna sijui ni wadi gani ninasahau, kuna venye wale watu wanasikiza mhubiri wanampigaga. Na nimeona mmekuwa na hiyo karaini kakunipinga nikimwambia ukweli. Mumeanza kunipigaga nikimuelezea ukweli. It is true. Mimi kama mama yangu hajanunuliwa, siwezi nikanunua mke wangu, na siwezi nikakula mali ya msichana wangu. Jina la Bwana libarikiwe. Watu wachache, watu wameokoka, jueni hii habari. Na wale watu wameokoka sana sana ndio hatakagi hii habari ya ukweli. Kwa hivyo ibada, nilikuwa nataka kuongea ibada. Najua hiyo maneno yote unajua. Na kama haujui, unajifanyaga haujui. Uulizie mama ni kuna baraka za mchungaji na kuna baraka za wazazi. So uulizie anko yako. Kama mama yako hayuko, muulize, na kuna kitu inakuwa imebaki huko. Bwana asifiwe.
Na hii ninaogeaga inaleta sasa chachi ilikuwa mzuri, baada tulikuwa tumejipaka, tuko na ibada. Kuna sufuria nimeona imeingia pale. Sasa hii imekoroka mambo yote. Naona mama wengine wanafanya hivi. Huku tu chachi. Anaangalia, hataki kuangalia kwa madhabahu, anaangalia. Yaani watu wameanza kukorokana. Juu nimeongea ukweli, wengine wanainama chini. Wase wengine wanakaa ni kama wako na baridi kama kabutu. Kabutu vile ulikuwa na dance. Wewe kaa tujiachilie, relax. Nikwambie kama Obama. Simwambie kabutu wa relax. Simwambie relax. Yeah. It is true, hii habari ni ya ukweli. Hata tukae hapa na tuishi hapa miaka yote, hiyo lazima ifanyike. Jina la Bwana libarikiwe. Na hakuna mtu amewahi peleka buzi mbili kwa bibi yake akaambiwa arudi. Ama kunaye alipeleka akaambiwa rudi, hatutaki takataka yako. Unaendaga na sina chukuliwa. Kwanza watu wengine wamekaliwa na hii habari ni wale wamefanya harusi. Wanajidaganyaga sana. Akiwa na msichana anajidaganyaga sana. Kuna mwingine niliombea harusi na huku tulitoa 3,000. Saa hii anaenda miaka sijui 17 na mke na hajawahi rudi huko. Hata kuwapia tu aonekane. Hajawahi rudi huko. Anasemanga yote ilishia wapi? That's why nilikuwekea hapa, kwa sababu yako inaishiaga hapa. Mpaka hiyo inaishia wapi? Wale wengine walisema, msee mwingine hapa nilimuuliza akaniambia, "Uoni wewe ninasomesa?" Hapo sasa ulituambia mtu atumiage akili. Wewe uoni niko na watoto secondary? Sasa nikaanza kujiuliza, hawa watoto wanasomesa watatokea wapi? Jina la Bwana libarikiwe. Hata kuna mwingine niligombana naye hapa, sitaki kuambia ni nani. Alikuja tuligombana naye kwa maombi. Ameishi miaka siyo gapi na hajaipelekea baba yake handkerchief, kitambaa mzazi ya kutoa makamazi. Hajawahi. Na wako huku. Hajaipelekea hata mama kitambaa. Bwana asifiwe. Lakini yake ya nguo ya kupima anapata. Anaenda anawekewa kaba na hapa na food ananunua. Yake anapataga. Jina la Bwana libarikiwe. Lazima muangalie wazazi bwana. Mzazi lazima muangalie. Wacha akule kitu mzuri. Na uache stori za kusemanga huyo mwingine. Assume huyo mwingine hayuko. Hiyo kazi yote ni yako. So wacha stori za kusemanga huyo mwingine. Angalia mzazi. Wale wengine wacha niwache juu ninaona ni kama atasema ni chakula inafanya tusomewe hivyo. Mimi sikusomei. Wale wengine wanasemaga madhainilo ni mchawi. Ukisikia ametaja hiyo mama hatawahi kula kitu. Nakwambia hatawahi kula kitu. Ukisikia mama ameenda kwingine, niona mwingine nilikuwa nahudumiwa na Mungu nikiwa kwa ofisi. Mwingine alienda kwa nabii hapa, sitakwambia ni nani. Akaambia ako tu kwanza, ako kwa service. Akasema, "Nabii habari." Wakaongea akaambia nabii, "Nataka unipatie laini ya pastor wangu na mke wake. Ako hapa saa hii hata ameanza kuinama." Nilikuwa nahudumiwa nikiwa hapa kwa ofisi leo masaa ingine hapo kitu kama 1 hour back. Alienda kwa nabii akasema, "Nataka unipatie line ya pastor na unipatie line ya mke wake na nijue vile wanakaanga." Sasa nabii ni wa nyumba hizi za vitabaa. Jina la Bwana libarikiwe. Ile mambo aliambiwa yeye mwenyewe ndio anajua. Lakini ajue nimeambiwa. Bwana asifiwe. So watu wa Mungu, mzazi ni wa dhamana. Mzazi ni wa dhamana sana. Na ibada, kuna zile ibada ambazo hatufai kufanya na kuna zile ibada ambazo tunafaa kufanya. Jina la Bwana libarikiwe. So nitaizi nikwambia ukweli.
Ni David nilikuwa ninaambia wakati Yesu alihubiri akamalizia mission. Kule alikuwa naomba, aliambia Mungu, na wale ulinipatia hakuna hata mmoja nilipoteza. Nilimwambia ukweli. Hiyo ndio position ya Yesu na Mungu akiwa pale kwa mlima. Alikuwa kwa msitu gani? Ndio ashikwe, alikuwa anaomba wapi? Alikuwa anakesha wapi? Bwana asifiwe. Nataka kuongea kuhusu mlango ama milango. Nataka nisungumze leo kwa uchache sana kuhusu milango. Na pia ninataka nikimalizia niombee wale watu wako na connection. Na pia after 21 days uniangalilie kwa calendar, tutakuwa na ibada. Na then after hiyo tutakuwa na ibada. Ibada ni 3. Kuna ya leo, kuna after 21 days, na then kuna ile ibada ya Easter tutafanya hapa. Jina la Bwana libarikiwe. After 21 days itakuwa saa gani? 15 March. Yes, tutaitangaza. Nataka kuongea kuhusu milango. Nilisema nitaongea kuhusu the will of the Father. Wale watu wabaya wako ndio wafanye mapenzi ya Baba. Wako hapo lakini hawataki mapenzi yao itimie. Wako hapo wafanye mapenzi ya Baba. Bwana asifiwe. Sasa hiyo bado. Leo nataka kuongea kuhusu milango. Milango ni jambo fulani. Wakati naongeaga milango inahusika na ibada fulani ilifanywa ndio uelewe. Unajua nikisema ibada utaelewa haraka. Inahusika na ibada fulani ilifanywa kwenu, na ilipofanywa hiyo ibada mtu akafungua mlango. Akafungua mlango wa kuaccess. Na tulisema watoto wasikaage pande hii. Pande hii kuna baridi sana. Mama mnene, unaweka mjukuu wako hapo ama huyo sio mjukuu wako? Ni yeye. Na unamweka hapo kwa baridi. Hafai kukaa hapo kwa baridi. Hapo kuna baridi mingi sana. Na unajua mimi ni mzazi. Hapa kuna kaupepo na si kazuri. Mtoto anafaa kukaa pande hii ama hapa katikati. So ibada fulani ilifanywa, na ilipofanywa I think baba si watu wote wako ndani na hakuna movement. Nataka nielezee watu ndio nimalizie. Kuna ibada fulani ilifanywa kwa family yenu na ikafanywa na mtu. Na sasa wakati alifanya hii ibada akafungua mlango. Jina la Bwana libarikiwe. Na wakati alifungua mlango, ile kitu tunaitaka madhabahu. Watu wengi wamekuwa wakiongea mambo ya madhabahu sana. Madhabahu ni kitu imefanya recurring. Imefanywa na ule mtu mkubwa wenu, imefanywa na second born na third born. That is altar. Hiyo ni kitu inafuata mtu kama madhabahu. Jina la Bwana libarikiwe. Lakini hii scenario, madhabahu na milango ni vitu ambaye kama hautakuwa kama hautamakinika hautaweza kuelewa ni nini hii, kwa sababu zote zinakaa ni brother and sister, zimebebana. Sasa milango ni ibada fulani ilifanywa ikafanya familia iwe iaccessiwe na roho fulani. Ibada fulani ilifanywa ikafanya family iaccessiwe na spirit fulani. Sasa hii ni mlango ulifunguliwa. Huu ni mlango ulifunguliwa. Na wakati mlango ulifunguliwa, mlango ni wa aina gani? Kunaweza funguliwa. Kuna mtu ambaye anaweza enda US, sasa ndio nipate. Akienda huko aita watu. Aita nimeita fulani, nimeita Oshuka, nimeita Kabudu.
anaita watu, mtu afungue, tufungue anga ifunguke ya kanisa. Kwena mtu ameenda huko, aite watu wa kanisa yao. Mtu mmoja wa family aende huko, aite watu wa familia yao. Jina la Bwana libarikiwe. Sasa hiyo ndio yule mlango ambaye nataka kuzungumzia. Mlango uliyefunguliwa. Ni nani alifungua mlango? Nani alifungua mlango? Juu wakati unadili na kufunga milango, lazima ujue ni nani alifungua mlango na purpose. Ni nini ilifanya afungue hii mlango? That's why tunahangaika. Jina la Bwana libarikiwe. Ni nani alifungua mlango? Huu mlango. Na wakati alifungua mlango, alifungua kwa sababu gani? Jina la Bwana libarikiwe. Ilikuwa mapenzi ya Mungu huyu mtu afungue hii mlango, ama ni nani alikuwa